Tamko la asasi za kiraia kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa Tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tumetoa kauli mbiu inayosema tume iache danadana, Watanzania wanahitaji uwajibikaji. Kwa utangulizi au usuli, juzi Aprili 7 mwaka 2026, Watanzania kwa mara nyingine tena wameshuhudia tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ikitangaza kuongezewa muda wa siku 21 ili kukamilisha jukumu kuu la kuchunguza matukio ya mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025. Hata baada ya siku hiyo ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande, tume kwa kuzingatia sheria ya tume ya uchunguzi sura 32 iliteuliwa Novemba 18 kisha kutangazwa hadharani Novemba 2025 ilipokabidhiwa jukumu la kuchunguza ndani ya siku 90 mauaji na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Siku 90 zilikamilika Februari 2026 bila tume kuwasilisha ripoti kwa umma. Badala yake ilitangaza kuwa ilikuwa imeongezewa muda wa siku 42 zilizohitimishwa Aprili 3, 2026. Juzi tena Aprili 3, tume ilikaa kimya hadi usiku wa kuamkia Aprili 7. Raia wa Tanzania walipoona tangazo la tume kuongezewa muda zaidi kwa mara nyingine siku 21 tena, ambayo itakuwa mpaka Aprili 24, 2026. Kwa hiyo kazi iliyopaswa kufanywa na wajumbe 8 kwa siku 90 itafanyika kwa siku 153. Huu sisi asasi za kiraia tunasema ni uzembe, kukosa ufanisi na tume kutowajibika ipasavyo. Ni Rosemary Mwakitwange. Mimi ni mtetezi wa haki za binadamu, mwandishi wa habari, lakini pia ni mojawapo wa wapeleka maombi kwenye shauri la kuipinga hii tume tunayozungumzia leo wakati ilipoundwa Mahakama Kuu. Na hapa ni mmojawapo wa wadau waanzilishi wa platform hii kwa ajili ya sauti za Watanzania juu ya kinachoendelea katika harakati za kutafuta ukweli wa kilichotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Naomba tu nizungumzie tena kuhusu tume kutokuaminika. Tunaona shughuli za tume zimeendelea mpaka leo kufanyika kwa kificho pasipo uwazi. Na wakati huo zikilindwa na mifumo yetu tulionayo, na ni kwa masikitiko nasema kwamba mifumo dhaifu, ukiwemo mfumo wa haki ambao unapatikana mahakamani, na nikihusia zaidi na kesi ambayo mimi pia nilihusika. Watanzania tunafahamu kuwa wajumbe wa tume sio tu wanaongeza siku kwa kujitolea. Wajumbe wa tume nafikiri karibu wote ni pensioners. Kwa ni wajumbe ambao wanalipwa kwa kodi zetu, na tunajua mafao ya retirement ya level zao ni mafao manono, na kila siku zinapoongezeka ni kwamba kuna malipo yanafanyika, na haya malipo wa Tanzania ni kodi zetu. Katika hali ya leo ambayo maisha ni magumu, mafuta yamepanda, Mtanzania wa kawaida wakiwemo watoto, wakina mama, wajawazito wanahangaika kupata huduma. Tunaona pesa za Watanzania kwa mabilioni ambayo kwa bahati mbaya mpaka sasa ni kificho, hatujui ni shilingi ngapi, zikiendelea kuwaendea watu ambao tunafikiri tayari kama taifa tumeshawahudumia kwa njia ya pension. Kila mara tume inapoahirishwa kwa kupitia matangazo mbalimbali, tujue kwamba ni mzigo kwetu sisi walipa kodi na Watanzania na taifa zima. Kwa mfano, awali Februari 2026 tume ilidai kuongeza muda wa kutoa ripoti kwa sababu wadau wa taarifa waliongezeka. Na kwa bahati mbaya hatujaweka namna yoyote accountability ya ufuatiliaji, kwa sababu vyombo vya habari nyie mlitolewa mwanzoni tu tume ilipoanza shughuli zake. Hamna ruhusa ya kuingia. Kwa sisi kama Watanzania hatuna namna ya collaborate kujua kama hichi kinachosema ni kweli ama si kweli.
Na nirudie tena Watanzania wenzangu, tumeanza kuona sasa kwamba kumbe kuongezeka kwa wateja inakuwa ni tatizo. Tuliona kwenye mwendo kasi, tuliambiwa inakufa kwa sababu wateja ni wengi. Sasa tunaona kwamba tume inashindwa kufanya kazi yake na kumaliza kwa wakati kama project kwa sababu wadau ni wengi. Hata hivyo, katika hali ya kushangaza, kwenye tangazo lilochapishwa tena kwenye gazeti la serikali namba NSSN 0856/0323 la Aprili 4 mwaka huu, tume inarudia tena sababu zile zile, kwamba pamoja na mengineyo tume iliendelea kupokea maoni na taarifa zaidi. Kwa sababu hiyo basi tume inahitaji muda zaidi. Ndugu wa Tanzania, ni kwa bahati mbaya sana kwamba kwa tume yenye hadhi kama hii, tume ya Mheshimiwa Chande, mambo kama haya ikiwemo taarifa kutolewa tume inapotaka, taarifa kutokutolewa kwa wakati, hata ya kusema kwamba tume labda imeongeza muda ama imeahirishwa ama ripoti iko wapi, ni swala linaloonyesha kutokujali na kutokuwajibika kwa wananchi. Lakini pengine kwa sababu ni zile ambazo sisi tunaenda kuzipinga mahakamani, kwamba tume ya namna hii ilihitaji kuwa ni tume inayowajibika kwa wananchi na si tume inayowajibika kwa rais, kwa sababu itakosa nguvu na uhuru wa kufanya kazi yake kwa uwazi, kwa sababu haina maslahi ya moja kwa moja kwa wananchi. Kwa bahati mbaya sana, pamoja na hali iliyopo sasa, hatuwezi kusema kwamba tuna matarajio yoyote ya kwamba tume hii itatoa majibu ya maswali ya Watanzania. Niseme tena, pengine kwa sababu haina wajibu kwetu. Tukumbushane kabisa kwamba Watanzania tunachotaka kukijua baada ya matukio ya mwaka jana ni kwamba ni nani hasa aliyetoa amri ya shoot and kill. Nani alitoa amri ya waandamanaji wasio na silaha kupigwa risasi. Lakini pia Watanzania wanataka kujua ni nani hasa na alipata wapi mamlaka, jeshi la polisi lilipata wapi mamlaka ya kutoa amri, japo iliita ombi, ya watu kutoka majumbani, na matokeo yake watu waliuawa wakiwa majumbani. Lakini pia tunataka kujua, maana hata tunaposema tunalalamika, ili kujua lazima tuwe na ushahidi. Tunataka kuthibitisha ushahidi wa kwamba ni Watanzania wangapi waliopoteza maisha yao katika tukio lililofuatia kupinga uchaguzi haramu uliofanyika mwaka jana. Na la mwisho, Watanzania wanataka kujua, watu bado wako nyumbani, hawajafunga milango, hawajafunga vilio, matanga hayajaanuliwa. Wanataka kujua ni wapi wapendwa wao waliouawa walikopelekwa. Ni wapi maiti za wahanga wa mauaji ya mwaka jana zilipo, ili waweze kuzizika na kufunga huo ukurasa. Kwa hiyo pamoja na muda wote tume hii utakapochukua, kama tume haitaweza kujibu maswali haya ambayo ndio hasa mahitaji ya wananchi, basi tunarejea tena wito wetu kwamba pengine tunahitaji tume huru yenye wajumbe huru wenye hadidu rejea zinazogusa maslahi na matakwa ya Watanzania, ili kuweza kusababisha Watanzania kuanza upya safari ya kusonga mbele. Tunaendelea. Maoni ya wadau kuhusu tume, nitaenda kuongelea swala hilo. Kuna viashiria kuonesha wadau wa uchaguzi, kidemokrasia, utawala bora, haki za binadamu, ustaarabu katika siasa, usalama na amani kuto kukubaliana na uhalali wa tume kama alivyosema mwenzangu, ikiwemo baadhi yao kufungua shauri la maombi ya mapitio ya mahakama. Mmoja wapo ya mfungua shauri tumemsikia. Kwa hiyo wadau wanaona kwamba tume imerithi tabia na mienendo ya serikali, kudharau na kutofuata katiba ya nchi na au sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inafanya kazi yake. Lakini pia kudharau raia, kwamba inaweza kaundwa tume tu itoe taarifa au isitoe taarifa.
na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo raia tunajisikia kudharauliwa. Kwa mujibu wa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77, tume inawajibika kwa raia au umma wa Tanzania kwa vitendo. Tume inapaswa kujiepusha na mtazamo wa viongozi wa serikali kuwa matukio ya Oktoba 2025 hayapo tena. Wadau wanabaini kuwa kinachofanywa na tume hakitofautiani na kitendo cha Oktoba 29, mamlaka za serikali ziliposhindwa kuchukua hatua dhidi ya watu wenye silaha walioua raia nje ya utaratibu wa kimahakama kwa mujibu wa sheria za nchi na pasipo kuwajibika. Pia ni sawa na kitendo cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuendesha uchaguzi mkuu 2025 pasipo kufuata sheria au kutumia kanuni za uchaguzi zinazokiuka sheria ya uchaguzi namba 1 mwaka 2024. Nia hii ilifanyika pasipo kujali madhara kwa ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wala kuwajibika popote. Tunayo mifano mingi kubainisha matukio kama hayo. Hiyo ni michache tu. Wadau wanaona kuwa kinachoitwa madhumuni na sababu za kuongeza muda: A, kuiwezesha tume kukamilisha uchambuzi wa ushahidi, taarifa na maoni yaliyopokelewa; B, kutoa fursa kwa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi kufanyia kazi baadhi ya vielelezo vipya vilivyowasilishwa; C, kuiwezesha tume kukamilisha maandalizi ya ripoti itakayowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais; na D, kutoa fursa kwa tume kuandaa tafsiri ya ripoti kuwa ni visingizio tu visivyokuwa na uhalisia. Tume inatakiwa kutambua kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechafuka ndani na nje ya nchi kwenye nyanja za kimataifa kutokana na mauaji ya halaiki na vitendo viovu dhidi ya binadamu vilivyoambatana na mauaji hayo siku na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hivyo tume haipaswi kufanya jambo lolote linaloweza kutafsiriwa isivyo ndivyo. Kwa mfano, kubainisha kuchagizwa na maslahi ya watu binafsi, hususan wanasiasa waliopo madarakani. Katika kutekeleza majukumu yake, tume inatakiwa kuwa na uadilifu, unyofu na ukweli wa kiwango cha hali ya juu. Katika kutimiza wajibu huu, raia wa Tanzania wanaitaka tume kuwajibika na kuhakikisha inatangaza ripoti. Mimi ninaitwa Buberwa Kaiza. Nimesema awali kwamba ninatoka kwa asasi ya kiraia inaitwa Fodia. Lakini vile vile ni mratibu wa kikundi cha wataalamu, viongozi, watafiti wa masuala ya utawala bora, haki za binadamu na demokrasia ambao wameunda umoja wa kufuatilia matukio ya Oktoba 29, 2025 ambao pamoja na mambo mengine tunakusudia kuchambua ripoti ambayo itatolewa na tume kitaalamu kwa ajili ya kuwezesha Watanzania wote kujua yaliyomo, au kama ripoti ina kona kuhakikisha kwamba hizo kona zinaondolewa na ripoti inabaki kama ripoti. Kwa hiyo ni jukumu ambalo tumejipatia, na ndio kwa hapa nimekuja nashirikia tu pamoja na wadau wengine kwa ajili ya kutimiza wajibu huo. Sasa mapendekezo ya wadau. Kuna mapendekezo 5. Pendekezo la kwanza tunasema kwamba tume inatakiwa kukamilisha, kuchapisha na kutangaza ripoti ya uchunguzi isiyo najisiwa kwa umma ndani ya muda mfupi kuanzia sasa. Kwa hiyo tungependa ripoti hiyo, wenyewe wamesema wanazo wiki 3. Sisi tunafikiri hata ingetoka leo tunataka ipatikane mapema sana, kwa sababu tunahitaji kusoma ripoti hiyo na kuichunguza na kuifuatilia na kuichambua kitaalamu. Pendekezo la pili, wadau tunasema kiwango cha ubora wa ripoti ya tume kinatakiwa kiendane na ukubalifu kwa namna ambayo ripoti itaweza kukubalika, hivyo kutumika kama zana muhimu kwa mipango ya mashirika na taasisi za kiuchunguzi za kimataifa zikiwemo Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, UN Human Rights Council, Jumuiya ya Madola, Commonwealth,
na kadhalika. Kwa mfano pamoja na hiyo mahakama ya kimataifa ya makosa ya binadamu ICC, na ziko nyingi tu ambazo zinangependa kujua kilichotokea Tanzania. Iwapo hiyo ripoti itahitajika kutumika kama ushahidi wa matukio yaliyotokea Tanzania Oktoba 29. Kwa hiyo ripoti itakuwa itosheleze, iwe na utoshelezi huo iweze kusaidia haya yatokee. Wanaokuja kuchunguza, kwa mfano najua kwamba wanakuja kuchunguza watu wa Commonwealth kuanzia tarehe 8 jana. Commonwealth wako hapa, sijui waandishi habari kama mnajua, wako hapa, watakutana na wadau kwa wiki mbili. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Commonwealth, rais wa Malawi wa zamani Lazarus Chikwera, ana timu yake yuko hapa nafanya kazi ya uchunguzi. Sasa kama angekuwa na ripoti iko tayari, maana yake wangeitumia hiyo ripoti ikawasaidia kujua kilichotokea na pengine wakajazia yale ambao wamepata taarifa kutoka kwa wadau wengine. Kwa hiyo tunatarajia ripoti hii kizi haja hiyo. Pendekezo la 3, tunasema mamlaka za serikali ambao ni wanufaika au watumiwa mauaji ya Oktoba 29, 2025 waache mara moja kuingilia na kuchagiza matokeo ya kazi iliyofanywa na tume. Tunapendekeza kwamba serikali hasa wale ambao wanajiona kama watumiwa. Amezungumza mwenzangu hapa juu ya aliyetoa amri ya kupiga risasi ni nani. Watu wakapigwa risasi wakauawa. Kwa hiyo tunajua risasi zinapigwa kwenye bunduki. Risasi na bunduki zinatunzwa kwenye vituo vya kijeshi na vituo vya polisi, na zinaondolewa kwa utaratibu maalumu kwa nidhamu ya kijeshi. Kwa hiyo kuondoa hizo risasi na bunduki ukazisambaza, watu wakaenda kuzitumia mitaani wakaua watu, alafu hakuna hata mtu mmoja amewajibika kukamatwa, kupelekwa mahakamani na kuchukuliwa hatua, na kila kitu kimesimama tu, tunaamini pale kuna watu ambao wanajua wanawajibika. Sasa watu wana hiyo, tunatoa hiyo pendekezo tu kwamba wasiingilie mchakato huu wa hii ripoti kusudi itoe taarifa ambayo pengine inaegemea kwao. Pendekezo la 4, tunasema kwamba wadau na raia wa Tanzania wanahimizwa kujiandaa na kujiweka tayari kuchambua kitaalamu ripoti ya tume mara itakapochapishwa ili kuhakikisha ujumbe sahihi na kweli wa uchunguzi wa mauaji ya raia ya Oktoba 29 unafikia wadau wote wenye nia ya kuwajibisha wahusika wa mauaji. Tuna bunge na wajibu huo wa kuelekeza nchi ifanyeje kazi. Kama walioua watu ni askari, kuna mtu alitoa amri, au ni raia au ni kikundi tu ukilitoka nje kikaja hapa pengine kwa malipo fulani wakufanya kazi hiyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni muhimu taarifa hiyo ikaeleweka vizuri, alafu wananchi wakajua, raia wakajua kwa uhakika, alafu wakachukua sasa fursa ya kuwajibisha wale ambao walihusika. Kwa hiyo ni muhimu sana uchambuzi wa kisayansi ukafanyika, alafu kweli ukajulikana. Na pendekezo la 5, tunatoa wito na kupendekeza kwa asasi jamii na asasi za kiraia kuandaa na kusambaza taarifa za uchechemuzi kutokana na uchambuzi wa kitaalamu wa ripoti ya tume utakaofanyika, ikiwa ni njia ya kuwezesha raia wa Tanzania kuelewa kwa usahihi matukio ya Oktoba 29, kisha kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa mamlaka yao kikatiba. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mnatoa mamlaka, inatamka na kutangaza mamlaka walionayo. Ni waandishi mnajua kwamba mamlaka ya nchi ambayo wanaitumia serikali, wanaitumia wanajeshi, wanaitumia polisi,
kutoa amri, kufanya chochote, yanatokana na raia na yuko ndani ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 77. Kwa hiyo katika mazingira haya tumependekeza hivyo kwamba